Kumbuka kusubscribe na kushare. SPSS zipo, unaweza ukaweka tu kopa hapo. Nataka ni share dataset. Na share dataset kwenye magrupu la Traffic, lakini pia katika grupu la Tanzania Research kule. Okay. Ngoja hapa. Traffic na I am not sure. I'm not sure. I don't know. nafurahi kuona na watoto wanahudhuria darasa. Jambo zuri sana hilo. Nimeshare dataset, naomba tu download. Alafu tunaenda pamoja hapa. Nadhani ipo magrupu yote mawili. Okay. Ngoja nifungue SPSS alafu ni share hapa. Okay, dakika kidogo. Screen imeganda kwangu. Jamani, ukiona kuna changamoto unasema mambo sio official sana kama tunavyosema kila siku. To mute mic. Okay. Ilikuwa imeganda kwake tu. Okay. Mbona tuone Mpaka hapo screen nilipofikia jamani? kwa kuna swali mtu anaweza kawa anauliza wakati naifungua SPSS hapa. Mimi sioni screen. Bado ndo Hajafungua nataka bado. ni share. Dakika moja tu inafunguka hapa. Okay. Je, mnaiona? Yes. Ndiyo inaonekana. Tunaona. Naona bado ina load kidogo. Okay. Mnaweza mkadownload hilo faili nililolituma hapo. Baadaye tutapa nafasi kushare hapa ambacho unakuwa umekipata. Imeondoka hatuoni tena. Okay, nairudisha. Hapo Inaonekana. inaonekana. Sasa hapa tutaruka hatua moja ambayo ni ya kufanya installation. Na imani watu watakuwa wamefanya. Kama kutakuwa na changamoto, magrupu yako wazi, tutaulizana pale na kushare. Ukishafanya installation, unapoifungua SPSS, mwanzo unaweza ukafungua ikafunguka katika mtindo wa namna hii. Kifunguka hapa, upande huu wa kushoto juu hapa, unaweza ukaona wameandika new dataset, database query, na hizi faili unazoziona upande wangu wa kushoto hapa, maana yake ni zile dataset ambazo nimeziweka hapa ndani. Then hii screen si hatuna kazi nayo, tuna-close. Tukiclose tutaifungua ambayo sasa Samahani tunahitaji. Musa, Naam. huku unaona watu wameandika faili halifunguki, na sijui kama Faili ambayo utaweza nimelishare. na kama utaweza kulituma. Hilo faili nilotuma
la SPSS au la dataset? Nadhani Hilali, unasema faili ipi haifunguki? Ile aliloshare kwenye WhatsApp group. Umeinstall nani SPSS? Ninayo SPSS kwenye PC. Kwa nini lisifunguke Hilali? Jamani, kuna aliyefungua? Mi sijafungua ila lishaonyesha icon kwamba liko Linafanya active. kazi? Yes, yeah. Kwangu limefunguka. Haya, sasa likifungua kwa mmoja, maana yake wote wanaobakia watakuwa na changamoto. Kwa hiyo hakikisha umelifungua hilo. Uzuri hapa listi ipo, nitakuwa najitahidi pia kumwalika yoyote tu aweze kutusaidia, anatuonyesha skrini yake. Sasa tukifungua skrini inakuwa ipo katika mtindo huu. Hapa kila mtu nadhani anaona hapa. Hii skrini inayoonekana hapa juu tunaita data view. Ukiangalia hapa chini katikati kuna view za aina mbili. Kuna data view lakini pia kuna variable view. Data view na variable view. Kwa hii hapa unavyoona kama Excel hapa ndio data view. Ndio inavyoonekana. Iko hivi. Upande huu wa kushoto kutoka juu kuja chini kuna namba hizi. Alafu kuna hapo utaona vali. Hizo zote tunaziita column. Alafu kutokea kushoto kwenda kulia tunaita row. Tunaita row. Kwa hiyo tuna column na row. Inapokutana column na row, mfano hapa nilipo click hapa kwenye rangi ya blue, hiyo ni seli ambako hapo inakuwepo data. Na tukisema data nadhani tunaelewana. Ile information ambayo unataka kuifanyia kazi. Kwa hiyo ni muonekano wa kwanza. Na hizi hapa juu ni icon mbalimbali ambazo zinakuwa zina matumizi tofauti tofauti. Na huku juu kabisa utaona SPSS, utaona file, edit, view. Hii ni ribbon ambayo ukitaka kufanya operation yoyote inakuwa iko hapo. Kwa hiyo tuna hizo hiyo structure data view iko hivyo. Lakini kuna view ya pili ambayo ni ya upande wa nyuma au wengine tunasema back end, front end na back end. Yaani jikoni na sebuleni. Kwa hapa tunapopaona sasa hivi ni sebuleni. Jikoni ni hapa kwenye variable view. Kama hapa inavyoonekana variable view na yenyewe ina rows pamoja na columns ambazo ziko hapa. Kwa hiyo kwenye column tuna hii mfano hapa kuna name, kuna type, kuna width, kuna decimal, label. Hatuna haja ya kujua sana hizi. Tunaenda nazo tu. Tunafanya kazi haina shida. Kwa hiyo katika data view ziko za aina mbili. Katika view ziko za aina mbili, kuna data view na variable view. Data view ni upande wa mbele, yani sebuleni, na variable view ni upande wa nyuma, yani jikoni ambako wapishi wapo. Baada ya hapo sasa tunakuwa na kitu tunaita data set. Data set ni hicho watumia. Hiyo ndo data set. Sasa hiyo data set hiyo nilioituma maana yake ni taarifa ambazo zenyewe zimeshawekwa katika faili la SPSS. Ndio hizo ambazo ziko hapo kwako ulizonazo. Lakini SPSS haipokei tu dataset ambazo zipo katika mtindo huo, lakini pia inapokea dataset ambazo zipo katika Excel. Kama una document ambayo ipo katika Excel format, maana yake ukitaka kuiweka ndani ya SPSS unakuja tu hapa katika faili. Ukiklik faili hapa, hii button ya tatu kutoka juu itakwambia import data. Then unapoenda kuimport data utaingia hapa ambako hapa kuna faili tofauti tofauti, mfano Excel, mfano CSV, text data, starter, dbase na zingine hata mwenyewe sijui.
zote ziko hapa, lakini most common tunatumia Excel na CSV au SIV. Hizo ndo tunakuwa tunazitumia. Kwa hiyo tunapoenda kuimport, maana yake tuta import katika mtindo wa namna hii. Kwa hiyo hapo kila mtu kwenye kompyuta yake, maana yake tunapoenda sasa hivi tunaenda kuimport lile faili letu la CSV au SIV. Kwa kama mimi hapa naenda na nalitafuta faili langu sasa, naenda kuliimport. Kwa nita click, nikiklik hapo imeenda imefungua. Sijui hapa faili langu lilofunguliwa sidhani kali inaonekana. Ila ukiklik tu hapo import litafunguka faili. Nenda sasa kwenye lile faili ambayo nimekutumia ukalifungue. Kama mimi hapa folder langu nimeweka kwenye desktop, folder linaitwa Tasafic Webinar, Tasafic class, alafu data inaitwa data kwangu na mimi imedisappear. Ngoja kwanza na mimi ni download kwangu jamani, imedisappear. Okay, imeingia. Nitaenda kwenye download, kwenye download ngoja niangalie hapa by date opened or added. Okay, na select lile file langu ambalo linaitwa missing dataset, nalifungua, litaload hapo, litaload na kuja skini imetoka tena. Ngoja niirudishe tena. Okay, hapo nadhani wote tunaona Ngoja ni connect na simu ili niwe najiridhisha hapa. Okay, hapo ukifungua hilo data, hilo faili inaitwa missing data, missing dataset. Samahani kiongozi, rudia procedure namna ya kuimport. Unaenda una select file name gani? Rudia kidogo. Hiyo faili ambayo tumelituma umesha li download? Yes, ninalo. Nimeshalisave katika desktop. Umelisave wapi? Kwenye desktop. Okay. Kwa hapo kwenye desktop hapo, naenda sasa fungua SPSS yako. Tayari. Alafu nenda kwenye faili. Tayari. Alafu nenda kwenye import data. Tayari. Sasa nature hilo faili nilokutumia mimi ni CSV. CSV Una click hapo. Okay. Alafu utafuta hilo, ukilifungua tu litafunguka. Alafu litaonekana kama hapa panavyoonekana. Asante. Sawa. Okay, sasa tukifika hapa tunachotokea tukifanya ili faili tumesema missing data. Missing data kama nilivyokuwa nimeelezea pale mwanzo, maanake kuna taarifa ambayo haikujazwa, na hizi taarifa tunazipata kutoka kwenye Likert scale. Maanake Likert scale katika structure ambayo nimeelezea mwanzo hapo sikuitaja, lakini katika structure maanake tunakuwa tuna ile sehemu ya instrument na measures. Instrument na measures. Instrument ni questionnaire. Measures ni ile variable ambazo zinapatikana ndani ya questionnaire. Naeleweka vizuri? Kwa maana hiyo kwenye measure tunaenda tunapata ile variable. Ile variable ile inakuwa na item. Kwanza si tunafanya plug, ngoja ni share hapa. Kwa nini niongelee wino wakati mate yapo? Ngoja ni share hapa kitu. Presentation hapa. Interview SPSS. Okay.
Yani nifungue pepa yangu moja hapa ili tukionyesha tutakuwa tunaona vizuri. Okay. Naomba ni stop hii, ni share mara moja hii, tuone hapa na share. Nadhani hapo wote tunaona Hii ni questionnaire. Hii questionnaire. Jina la questionnaire hii self determined motivation profile. Hii ni questionnaire ambayo inatumika kuassess wanafunzi international. Katika questionnaire hii tuna pati ya kwanza ya variable ambayo tunaziita demographic variable ambazo tutaenda kuzifanyia kazi katika hiyo SPSS, ambayo ndio hii pati ya kwanza ambayo ina demographic 4: gender, age, education level, length of stay. Kuna mahali tulisema categorical variable, kama tunakumbuka, maanake hii mfano hapa gender tumezikategorize hapa. Hii age na yenyewe tumecategorize. Ila kuna wale wengine huwa wanaacha age mtu ajaze mwenyewe continuous zile na vinginevyo. Pati ya pili hapa ni general information, ambapo hapa sasa tunaposema variable, mfano hili neno intrinsic motivation, hii ni variable. Katika intrinsic motivation maana yake hizi ni ile motivation ya mtu ya yeye mwenyewe ndani, ambao katika hii variable ina hizi item 4 ambazo ziko hapa. Hizi item 4 ndio zile ambazo ulimuuliza participant wako wewe kwa kutumia Likert scale ambayo ni 1 mpaka 5, lakini wapo wengine ambao wanatumia 1 mpaka 7. Lakini kitu kingine cha kuangalia ni hii interpretation ambayo unakuwa umeiweka hapa juu, kwamba 1 inamaanisha nini, strong disagree. Kuna wengine wanawekaga satisfactory, unsatisfactory na vinginevyo. Kwa hiyo tunaposema variable, intrinsic motivation ni variable, introjected regulation ni variable, na hizi zilizokuwepo hapa chini chini zote tunaziita item, halafu tukawa na hizi namba. Hizi namba ndio participant wako akaenda akajibu kwenye survey yako ambao ulimpa. Na nikasema mwanzo, kwenye survey unaweza ukadistribute kama karatasi manyo, au ukadistribute kwa njia online, mfano kutumia Google Form au Monkey, what hizo. Sasa ubaya wa kusubmit karatasi maswali kama haya, yule respondent anaweza overlook jibu hapa, badala ya kutiki hizi item zote overlook mahali fulani, akatiki, labda akaluka kipengele hiki hapa. Kwa hiyo kwenye hii item hakuijibu. Kitendo cha kuto kujibu hapa, hii ndio tunaita missing value. Wewe ukazikusanya, ulipozikusanya ukaziweka kwenye Excel au ukaziweka kwenye hiyo CSV kama hiyo faili ambayo nimewapa hapo. Kwa hiyo na wewe ulipoziweka ukajaza kama zilivyo bila kujaza hii item ambayo iko hapa, ndio tunapopata missing value. Sasa tunarudi kwenye SPSS. Kwa tena huyu hapa. Tunarudi hapa. Tukirudi hapa ndani kuna missing value. Ngoja niitafute moja. Mnisaidie na nyewe kwa kutafuta. Ukiona unaniambia tu line fulani. Nimeona line 14 hapo. Line 14. Mwenzetu ameiona hapo line 14. Line 14 ni hapa. Line 14 yote tukiangalia hapa nilipo click pana missing value. Kwenye hiyo dot ya blue pana missing value hii hapa. Sasa swali linakuja, hivi unaweza ukatafuta missing value huonekani kama mkuu tunatafuta wakati una taarifa nyingi? Mfano kama hapa tukiangalia huku pembeni kwenye ID hapa, column hii ya pili upande wa kushoto hapa kwenye hii column hii ndio watu waliojaza hii survey. Hao watu waliojaza hapa maana yake wapo
mia ngapi? Wako 780. Kwenye 780, je, unaweza ukatafuta missing value kwa kuiangalia? Jibu hapana. Tunafanyaje kujua missing value? Moja kati ya analysis ambayo tunaenda kuperform inaitwa descriptive analysis. Katika descriptive analysis ambayo ni simple, ambayo yenyewe tunaangalia frequency number. Hapa tumeona frequency ni 780. Je, katika hii item, mfano hii niliyoiselect hapa, je, watu wote 780 walijaza? Ili tuweze kujua sasa, ndio tunaenda kufanya nini? Tuna analyze, na click hapo kwenye analyze. Kutoka kwenye analyze tunaenda katika descriptive statistics. Descriptive maana yake, kwenye descriptive tumesema pale tunazungumzia mambo ya frequency. Tuna click hapa frequency ili tupate ile idadi. Sasa hapa itabidi hiyo huko kila mtu anafanya huko anaona. Kama umepata changamoto niambie hapa. Ngoja ni share nadhani screen ili iwe inaonekana. Ngoja ni share screen hapa. Stop sharing. Hapa ni share entire screen. Desktop 1. Okay. Hii hapa ni minimize. Hapa nadhani tunaona. Haya, na click document yangu. Tumesema tunaenda hapo juu kabisa kwenye ku-analyze. Kisha click analyze, tunaenda kwenye descriptive statistics, tunaenda kwenye frequency. Tumefika hapa kwenye frequency. Kwenye frequency hapa sasa, sisi tunataka tujue idadi ya zile missing value. Mfano, nitachukua item moja kwanza hapa. Ukiziangalia zote zimejaa hapa. Nitachukua item moja. Nitakliki mfano hii ya kwanza ya independent. Nikisha i-click hapa maana yake nimeselect na click hii button hapa na ileta hapa. Nikisha ileta hapa naweka tu okay hapa pap. Kisha weka okay, inatakiwa ifunguke output page ya SPSS. Kwangu hapa imefungukia wapi? Okay, imefunguka hapa. Hii imefunguka hapa. Iliyofunguka hapa, naona hapa statistics hii hapa. Kwenye hiki kipengele hapa. Kwenye hiki kipengele hapa tunaona kabisa hapa valid item katika hii ile A1 independent variable A1 ile item 1 ziko 770. Lakini kuna missing ngapi? 10. Kuna missing 10 ziko hapa. Kwa hiyo tunajua kumbe kwenye ile item moja pale kuna missing zipo 10. Hivyo ndio tunavyoangalia. Lakini tuna item nyingi sana pale. Mfano tukiziangalia tutakliki analyze descriptive frequency. Kwenye frequency hapa tutachukua hizi item zote. Kuanzia hii hapa ya kwanza na select na kuja mpaka ile ya mwisho hapa. Naacha zile demographic tu. Demographic variable. Mpaka hii hapa tumeandika dependent. Nashikilia pale shift na click hii ya mwisho. Ni maana yake nimeselect kuanzia ile kule ya juu mpaka hapa. Na weka umshale zote zinahamia huko. Na run hapa. Nikirani hapa zimefunguka kwenye hii table hapa. Hii hapa. Lakini hii table hii ukiangalia ziko yani ni nyingi yani nyingi, hii kuzifuatilia hapa ni issue. Hizi zote zimejaa hapa kibao. Unaona hizi? Hizi zote hizi zimejaa hapa hizi. Zote ziko hapa. Sasa tukiangalia katika mtindo huu hapa ni ngumu kufanya hivi. Tunatakiwa tufanyeje sasa hapa? Ukiangalia vizuri kwenye hii table hapa kuna independent A1, A2, A3, A4, A5, A6, alafu imekuja independent B1. Kama tunaelewana unaweka tu wako kasaini hapo. Kwa hiyo kwenye independent hizi za A maana yake tunaona kuna inaanzia A1 mpaka A6. Sasa tukiziangalia hivi hapa ni ngumu sisi kuzifanyia kazi.
tunachotakiwa kukifanya hapa, tunatakiwa tuziunganishe tupate independent variable moja ya A1 ili iwe rahisi sisi kuweza kuzifanyia kazi. Tunafanyaje? Tunaenda step nyingine tunaita transform. Tunataka tukaunganishe hii kutoka A1 mpaka A6. Naenda hapa transform, na nikienda transform nina compute variable. Mimi naenda kuunganisha independent variable. Wote tunafahamu variable ziko za aina tofauti tofauti. Mfano tuna independent, tuna dependent, tuna control variable na variable zingine. Hii hapo ni independent A1, A2, A3 mpaka A6. Kwa hiyo hapa kwenye target variable tutaandika jina ambayo itaunganisha hizi independent variable zote. Mimi naita vile vile independent, naweka underscore, naweka A. Kwa independent A itatengeneza A1, A2, A3, A4, A5 mpaka A6. Tuna click hapa walipoandika numeric expression. Kumbuka tuna transform, tunaziunganisha. Pale nilipokuwa nazungumzia data management, moja kati ya data management kati ya zile 5 tulikuwa tusema data transformation. Ndio hichi tunachokifanya sasa hivi. Okay? Tukitoka hapa tuna transform. Unapo transform tunafanya tuna compute mean. Unakuja huku tunatafuta statistics. Hii ni statistics. Kuna mahali kwenye notes niliandika pale statistics maana yake yenyewe imegawanyika makundi mawili, descriptive na inferential. Kwa descriptive ndio hii tunaoifanya sasa hivi, inferential zile zingine. Kwa nikisha click pale na kuja hapa kwenye statistical na double click, nimesha click. Nikiclick hapa na kuja hapa kwenye hii mean hapa. Na yenyewe na double click, inafunguka pale juu. Ikifunguka hapa juu kuna hizo alama za viulizo viwili hapo. Kuna alama ya kiulizo, koma, alama ya kiulizo. Nitazifuta hizi zote mbili. Zile bracket hakikisha umeziacha. Hapo ndani tunaenda kuingiza variable A1 mpaka A6. Naenda hapa variable ya kwanza na double click mara mbili. Inakuja. Imeingia pale. Ikishaingia pale ili kutenganisha variable moja na nyingine tunaweka koma. Naweka koma pale. Tap. Na click ya pili naweka koma tap, na click ya tatu naweka koma tap, na click ya 4 naweka koma tap, na click ya 5 naweka koma tap, na malizia ile ya mwisho pale tap. Usiweke koma. Ukiweka koma itakataa. Nikimaliza pale na click okay tap, ishaenda imejicompute. Tunaiona wapi? Tunarudi kwenye ile statistic yetu ile kwenye data. Tulisema katika kuview tuna data view ambao ni sebule na variable view ambao ni jikoni. Navuta hii na scroll na uvuta upande huku kwenda upande wa kulia. Ukiangalia hapa kuna hii variable imejitokeza hapa inaitwa independent A. Paka hapo tuko pamoja. Independent A ndio hiyo hapa. Jamani, tumeelewana vizuri paka hapo? Sawa. Haya. Yes. Mimi na compute hii moja. Zinazobakia zote mna compute, nitatoa screen. Kama nilivyosema ili darasa letu ni continuous, litakuwepo na tuna haraka ya kufanya mambo. Yaani hata wana na nusu inatutosha tu. Ili watu tuelewe, tufanye mazoezi, tunapofanya analysis zikae vizuri. Tunarudi kule sasa. Badala ya kwenda kucompute zile variable, tunarudi kwenye ile output na minimize na kuja hii hapa. Mnadhani ni ngoja nionyeshe hapa juu. Tunakumbuka hii hapa. Tunakumbuka hili chart refu hii table. Na ikawa imetengeneza variable A1, A2, A3, A4, A5 mpaka A6. Na ikawa imeonyesha hapa chini missing value 10, 9, 9, 9, 8, 8 mpaka hapa. Zilikuwa ziko 6. Lakini sasa hivi tumeitransform, tumeitengeneza moja. Kwa hiyo tunaenda hapa
tunaenda kufanya analysis kwenye ile moja, tuna analyze, tunaenda descriptive statistic, tunaenda frequency. Kishaingia frequency, hizi zilizokuwepo hapa hizi hatuzihitaji, tunatakiwa tuzitoe. Unaweza ukakliki moja ukabonyeza control A wale wa window au command A wale wa Mac, alafu na kliki mshale tap, zinatoka zinahamia upande wa kushoto. Unakuja huku chini kabisa huku unakutana na hii hapa imeandikwa independent A. Una click hii variable unaileta huku. Ukileta hapa imeshakaa hapa. Tunaenda kucompute hii sasa. Na click hapa okay tap. Nikiklik hapa inakuwa imekuja imejiunganisha hapa. Kwa badala ya kuwa na A1, A2, A3, A4, A5 mpaka A6 nimekuwa tu na moja tu ambayo yenyewe imenionyesha data ambazo zipo na data ambazo zime miss. Mpaka hapo tumeelewana vizuri? Bado kidogo hapo Sheikh Musa. Naomba mtu ashare screen atupitishe kwenye independent hizo zilizobaki. Sheikh Musa, Kwangu kidogo. Naam. kidogo hapo tulipoangalia hii size ni 7 Ndio. baada ya kufanya hiyo variable mpya. Lakini tukija juu kule ile A peke yake ilikuwa ina 10. A1. Ile A1 peke yake ilikuwa na 10. Ngoja na mimi nirudi. A1 10 huku hamna tulipokosea, twende turudi. Mbona hapo chapo. Unaona hiyo A1 hapo ina 10. Nimeona hapa. Yes, nimeona hii hapa mpaka independent hapa. Tumetafuta mpaka hapa, si ndio? Yeah. Tuna compute mean. Hebu tukalculate hiyo nyingine tuone nini kinatokea hapa. Tuone hizi zingine zinakuwaje. Tutaona toto yake inakuwaje. Maana yake hapa tumetafuta ile mean. Average ya hii itakuwa ni ngapi? Okay. Kama ni mean sawa. Nadhani pale tumeingia kwenye mean. Ile kule zile tunapo calculate pale tunapo transform tuna transform kama mean. Okay. Yep. Naomba yote anaweza akashare screen. Ngoja nitoe. Yote ambaye yuko comfortable. Hata moderator. Jamani yoyote. Share vipi yani? Sielewi. Share hapo screen. Kuna kushare hapo. Alafu compute hizo zingine tuone. Okay. Okay. Uwanja ni wako, na mute kidogo na kusikiliza. Compute hizo. Hizo nyingine. Ndio. Okay. Kwa hiyo itafanya hizi za dependent. Au ndo kwa mpangilio bora. Wewe tutwende B. Haya. Acha niende independent ya B. Dependent ya B. Tumesema kwamba tunaangalia kwanza frequency zetu zipoje. Tutaangalia. Kwa hiyo tukiangalia B1 kwanza ikoje hali halisi. Tunaona zipo mbili hapa, si ndio? B1. Baadaye tumesema kwamba tunaenda kuziangalia B1, hizi B peke yake zote kwa pamoja, au control shift, halafu unaenda kuclick B ya mwisho. Tunakuja hapo, tunaenda kuangalia kwa ujumla hali ipoje. Tumeona ziko hivyo, tukasema kwamba hii hali kitaalamu inakuwa ni shida. Kwa hiyo tukasema kwamba tuende tukatengeneze composite variable ambayo itakuja kutubebesha variable zote zinazohusiana na
independent B1 mpaka B5. Tumesema kwamba hapa tunatengeneza jina la variable ambayo tunaita new variable maybe nasema. Baada ya hapo tunakuja huku mkono kulia kwenye function group, tunachagua statistical and then mean. Baadaye tunachukua variable zetu hizi, tunaiclick, tunatia koma, tunakuja nyingine, tunatia koma, tunakuja variable nyingine, tunatia koma, variable nyingine, tunatia koma, variable nyingine, tunatia koma. Baada ya hapo tunaenda ku okay. Yeah. Okay. Kwa hiyo ukija katika dataset yetu kule, tunaenda mpaka mwisho kabisa, tumeona kwamba tayari variable yetu imekaa hii hapa. Tukasema tena ili kujua kwamba missing variables zikoje, tunakuja kule katika analyze descriptive frequency, tunaondosha hizi, tunaenda kuitafuta ile mpya ambayo tumetengeneza, tunaiweka hapo, tunabonyeza okay. Tunakuja kuangalia kwamba sasa tuna missing variable moja. Musa, ni sawa? Iko wapi hiyo skrini ya Vizuri. kuonyesha? Mbona haionekani bwana Shami? Fungua kwenye output. Minimize hiyo, fungua output. Minimize output. Ndio kwenye output hapo. Hii tunaiona, hatuioni output. Minimize hii hapa. Naenda wapi alafu? Ile nyingine sijui kwa wapi. Utakuwa hujashare screen. Yaani ukushare ile desktop mzima. Unaweza ukaanishare hii afu ukaangalia ile output ukatuonyesha hapo kidogo. Labda naenda wapi katika hii nile? Stop sharing. Okay. Alafu share tena, angalia ile ambayo ya output ndio uishare sasa. Okay. Yeah. Okay. Hapo. Hapo vipi? Yes. Yeah, tupo hapo. Kwa hiyo output imekuja hivi kwamba baada ya kufanya variable yetu mpya ile tukapata missing ni moja na valid ni hizo hapo. Asante sana. Haya, stop, tuendelee sasa ya pili. Sasa hivi tumeona tuna missing value. Kitu kinachokuja sasa, tunaondoaje missing value kwenye zile variables hizo ambazo variable tumeshazitengeneza pale, tunaona kuna hizo missing value. Tunaziondoaje? Ndicho ambacho tunaenda kukifanya sasa hivi. Kwa hiyo naenda na share tena screen yangu. Hapa na minimize hii, hiyo output, kuja hii. Tukiangalia hapa kwangu tulikuwa na missing value column ya, naweza mkanisaidia huko pia kama mtu akiona kwenye ile independent variable A, upande huku wa variable A huku, nataka nione missing value ipi ambayo tunayo hapa. Tumeona hapa hii column hii 172. Nadhani wote tutakuwa nayo hii missing value. Sasa swali letu ni tunaondoaje missing value? Ndicho ambacho tunaenda kukifanya. Kwa hiyo tunarudi tunaenda kuondoa hii missing value hii
na zingine ambazo zipo katika hii column. Alafu baada ya hapo mwingine pia ambaye amesha compute, tutamkaribisha hapa pia na yeye aweze kuondoa missing value. Haya, tunaondoaje? Tunakuja hapa transform, data transformation. Kumbuka data management, data management tuna hizo missing value, hizo outliers na hizi zingine ambazo ni mfano kama hii ya kutransform. Kwa hiyo tunaenda hapa transform. Ukisha transform hapa unashuka mpaka chini hapa wameandika replace missing value, replace missing value, una click hiyo. Ukiklik hiyo tunashuka kule chini kabisa hapa kwenye independent, unaiselect hii alafu unaileta. Ukileta hapa kwangu hapa mimi zinaingia automatic. Name ni ile ya hiyo variable ya missing value ambayo tunaipata, na hapa unaacha kama ilivyo, alafu then una click okay. Ukiklik okay, hapo inakuwa imeshajipanga. Hebu tuanalyze tena. Twende kwanza kule kwenye data view, tutarudi data view hopeful, then minimize hii hapa, tunakuja data view hapa. Kwenye data view ukiangalia hapa imekuja hii ni variable mpya. Hii tuna uwezo wa baadaye tutaona tuna namna kuja kufanya. Hii hapa ni variable mpya hii. Umeona hii variable hapa? Saa zile tuliclick line yetu ile row 172. Tunaona mwanzo palikuwa na missing value, lakini sasa hivi missing value imeshakuwa nini? Replaced. Kwa kila mahali ambapo palikuwa na missing value utakuta yote imeshakuwa replaced. Mfano ile pale 172 tumeiona hapa, tunaona hapa pia kwenye hii 228 hii palikuwa na missing value hapa. Kwenye hii missing value hapa tena imeshakuwa replaced. Kwa zote zinakuwa ziko replaced. Kwa hiyo utakapoenda kufanya computation ya data yako, maana yake unaenda unatumia hizi hapa ambazo hazina missing value. Mfano kule sasa huko baadaye tukija kufanya mfano factor loading, tutakuja kuona hii ndio ambayo unakuja kuitumia, lakini ukitumia zenye missing value zile factor loading inakuwa haiko sawa sawa. Maana yake itapunguza ile p value, ile significant level itakuwa imepungua na inakuwa inaleta effect katika analysis yako. Kwa hapa tumesha solve. Pia nichukue tena nafasi hii nimkaribishe mwingine yoyote tofauti na Hamisi, naye share screen ajaribu kuondoa missing value katika variable moja ambayo ameitengeneza. Yoyote please, yoyote. Yoyote jamani, yoyote. Juscas na kuona DM Triple H Mwanuzi. Hello. Kuta watu wameenda kulala. Jalala tupo, Jamani ila mpo? ulienda haraka haraka, kuna sehemu hatuja kupata vizuri. Uliza, Kama yani ndio maana tumesema wala tukimbizani, ndio maana unaona tunaenda taratibu tu. Yani okay, uliza tu sawa. user. Sema Basi wapi shida? nikajikuta tu nimekliki transform, basi sikuona hata vitu Share screen yako user. Share screen yako. No problem. kwa bahati mbaya device nayo sio hii. Yaani nimejiunga Zoom na device nyingine, halafu huku pia nina hiyo ya Zoom uliojiunga Zoom hiyo ya Zoom hiyo ndio utumie. Simu haiwezi. Unatumia simu? Zoom natumia simu, lakini laptop iko pembeni. Sawa. Sasa hapo mimi nina swali moja hapo nataka nielewe kidogo. Sawa, uliza jamani, mwingine wa kujitolea wakati ndugu yetu Sasa kuna umuhimu gani hapo wakati respondent hajajibu ile swali mfano? Ina maana kwamba hiyo ilikuwa ni tupu, si ndio? Sasa baada ya kufanya mahesabu hapo, hiyo sehemu kwamba ikaonekana lile gepo limeondoka. Sasa hii inaashiria nini kwenye mambo ya data hii? Kitu kimoja ambacho tunasema kama ukiwa na missing value, analysis zinazofuata
itakuwa ni ngumu sana kuzifanya. Mfano kule tunapoenda kwenye hizo correlation, sijui mambo ya t-test huko mbele, hizo inferential statistics, hata hii factor analysis na yenyewe itatusumbua, au ile quality yake itapungua. Okay. Kumbuka data nzuri zenye quality nzuri ndizo ambazo zitakupatia majibu sahihi na majibu mazuri, na ndio maana unaona siku hizi hatukusanyi taarifa kwa kutumia karatasi, yani survey za karatasi. Tunaweka kwenye system online, na baada ya kuweka online kule, unapokuwa umeweka zile item unaweka mandatory, yani mtu lazima aijibu ile item, kwa sababu unapokuwa na item chache au utakaposema unaenda kudelete item, ukidelete item maana yake ile quality ya hiyo scale yako inapungua, na siku zote quality ikipungua scale, maana yake tunafanya analysis za nini? Tunataka tupate quality ambayo iko vizuri. Kwa hiyo siku zote lazima umanage data zako kuhakikisha kwamba unachokipata ni kitu sahihi na chenye ubora zaidi. Kwa hiyo ndio maana tunafanya hivyo. Okay. Naam. Pia humu kuna madokta wamemaliza, na jamani, yoyote anaweza akaongezea. Mimi bado mwanafunzi. Jamani, yoyote wa kushare, namuona Dr. Ndimbo. Dr. Ndimbo, nafurahi kukuona. Jamani, yoyote ashare, tujifunze kitu. Samahani Musa, Naam. nilikuwa na ile value ambayo imekuwa replaced, nilikuwa naendelea kufikiria imetoka wapi hiyo value ya kureplace hapo. Zile ni mean ambayo inakuwa iko computed, ni system tu yenyewe ina calculate. Yeah, yani ile average ya zile zote, kwa hiyo ina compute ile mean. Halo. Naam, karibu Soneka. Asante. Kwa hiyo kwa mimi ambaye nafanya manual, maanake itabidi nikatengeneze Excel kujaza zile factor zote. Sasa utazijaza we mwenyewe peke yako? Sasa yani unajua hii sheet ambayo hii sheet ambayo tunaitumia, okay. Kuitengeneza hiyo sheet nafanyaje? Kuna njia mbili. Moja, kama ulikusanya manyo kwenye karatasi, maanake utakuja utaingiza kwenye SPSS. Mfano ngoja ni share hapa, tuna share screen share. Mfano hii hapa, tunaona hapa, mimi nakuja kwenye hii column hii hapa, column hii hapa. Kwa naweza nikasema kwenye karatasi naangalia, variable ya kwanza alijaza 1, inatokea. Naenda hapa, alijaza 3, naenda. Alijaza 5, naenda. Lakini manyo hivi utamaliza? Una watu 5,000? Una watu 1,000 ngapi? Huwezi kumaliza, si ndio? Hiyo njia moja. Pili, saa nyingine umedownload online, yani uliweka questionnaire kwenye Google Form, ile watu wakajaza kule kwenye Google Form. Baadaye ile Google Form inakupa option ya kudownload CSV file. Lile file ambalo unaenda kulidownload ni kama ile file ambayo umelipata hapo, tumelipata hapo. Kwa hiyo unalichukua hilo file, ndio unali-upload au unali-import katika SPSS. Nimeeleweka vizuri? Hello? Nimeeleweka? Umeeleweka, sijajua kama aliyeuliza swali ameridhika. Ndio maana nimemuuliza. Na mimi nina swali kidogo. Tunaelewa. Ndio. Kwenye zile types za variable, moja ya variable ulisema kuna ile demographic variable ambayo ukasema kwamba kwenye masuala ya gender tutaweka tu 1 na 2, ambayo haina maana yoyote, kwamba 1 ndio 1 au 2 haina kwa maana ya 2. Hiyo ni lakini kuna namna nyingine ulielekeza kwamba kwenye age kuna watu wengine huwa wanaweka blanks, kwamba na mtu ajaze umri wake, kwamba haja categorize labda sifuri hadi ngapi hadi ngapi. Sasa kwa wale ambao wanaacha labda blanks, au kwa bahati mbaya nikaacha blanks,
huku kwenye nani, kwenye Excel au kwenye hii SPSS ndio naingizaje sasa? Kuna mtu kaandika moja amini, kuna mtu kaandika na miaka 20, kuna mtu ataandika na miaka 25, kuna mtu ataandika na miaka 60, na wote wapo kwenye nani hapo, nitakuwa naingizaje au itabidi nizikategorize tena? Swali zuri sana, nashukuru sana ndugu yangu. Hapo ndo pale, ndo maana unaona mwanzo kabisa nilivyoanza nilisema kila tunachokifanya kiko connected kuanzia juu, yani kwenye abstract, kwenye introduction, kwenye literature, hapo methodology, kwenye finding mpaka huku chini, kila kitu kiko connected. Na hizi taarifa hizi zote tunazokuwa tunazipata hizi, maana yake ziko connected na maswali. Kwenye yale maswali ambayo tunaenda kufanya, wewe unataka kufanya analysis ya aina gani? Hiyo analysis ambayo unataka kuiperform maana yake inategemea na hiki ambacho unataka ukifanya. Nije direct kwenye swali lako. Kwenye age inawezekana ukawa na mtindo wa aina mbili. Moja, ukaziingiza kama zilivyo, maana yake utaingiza kama zilivyo, mwenye 20 utaweka 20. Kwa hiyo utakuja utatengeneza hapa. Kwa hiyo utakuja kwenye hii column, naenda kwenye variable view, na kuja hapa mwishoni hapa, naandika hapa labda age s. Nimeiweka hapo. Hizo zote taarifa zingine zimeshajijaza. Ili ionekane pale, maana yake hapa nitaandika na yenyewe age s. Nikiweka hapa, nikija huku kwenye data view huku, maana yake imetokea hapa mwisho hapa. Tumeiona hapa. Sasa kama mtu alijaza 20, 25, 30, 60, kwa hapa nitajaza 20, nitajaza hapa 26, hapa 30, hapa sijui ngapi, hapa nitajaza ile na kila kitu. Hapo ukiangalia hizi zinavyojaza hizi zina desimali. Hiyo desimali inapotoka inatokea hapa kwenye hii hapa. Hapa ndio zinapotokea desimali. Narudi kwenye data view, hizi hapa. Hizi desimali unazoziona hapa hizi, umri hauna desimali. Maana yake hapa hizi unapoziona hizi ndio zinapotokea. Kwa hiyo nikikliki hapa, nikiweka 0, nikirudi kwenye data view, hizi zimeondoka, imebaki tu ule umri ambao uko pale. Hiyo njia ya kwanza. Sijui nimeleweka vizuri? Aliyeniuliza. Nimeleweka vizuri njia hiyo ya kwanza? Nakupata kaka. Sawa. Ya pili tunakuja. Tukiweka hizi age kama zilivyo zitatusumbua hapa kufanya computation mbalimbali. Tunatakiwa tuzigroup, tuzicategorize. Na mwanzo hatukuzi combine, yani ile category. Tunafanyaje? Tunakuja hapa kwenye hii column ya value, hii column hii ya value. Kwenye hii column ya value tutaklik hapa. Nikiklik hapa inatokea hii page. Ameandika value label. Hapa sasa ndio tunaenda kufanya ile data coding. Tuna kodi data. Kwa tutaweka labda 1 hapa male utaadi. Kwa 1 hapa ni age. Ngoja niitoe. Tutakuja tutasema pale labda kutoka labda tutaangalia sasa. Tulikuwa na watu labda watu wako 10. Kuna mtu labda ana miaka 11, mwingine 13, mwingine 20, mwingine 29, mwingine ana miaka 14, mwingine 15. Data zetu ziwe hivi tu. Sasa kuna 11, 13, 20, 29, 14 na 15. Tukaamua kupanga katika range. Kwenye range tukasema tuanze kupanga kuanzia miaka 11 mpaka miaka 15, ambayo tofauti hapa ni miaka 4. Atakayefuatia maana yake tutaanza miaka 16 mpaka miaka 20. Atakayefuatia itakuwa ni miaka 21 mpaka miaka 20 na ngapi? Na 5. Sisi tuko pamoja. Alafu itaanza tena 26 mpaka 30. Lakini namba zetu tulizonazo ni 11, 13, 20, 29, 14 na 15. Tunakuja sasa. Tunasema group la kwanza litakuwa ni group la kwanza itakuwa ni number 1 itakuwa ni 11 mpaka 15. Nita click add hapa. Kwa wale wote ambao wako 11 mpaka 15. No. Hilo 1 2 3
Okay, kwa hiyo 11 mpaka 15 tumeiweka hapa, alafu nitakuja tena 2 ambayo itakuwa ni 16 mpaka 20, kundi la pili. Nitakategori mwingine 21 mpaka 25, nitakategori hapa anatosha. Nitaweka hizi kategori zangu hapa. Huku nikija hapa sasa, hapa itabidi nibadilishe hapa pale kwenye moja, wale nitaangalia hapa, ambao hapa nilikuwa na 1 mpaka 15 na 11 na 13 na 14 na 15, wako 6. Kwa nitapachika hapo frequency zake, idadi waliokuwa wametokea wako pale. Alafu nikija data view ya pili ambayo ni 16 mpaka 20, ambako hapa 16 mpaka 20 nina mtu mmoja tu. Kwa hiyo hapa frequency zake ambao wamejitokeza yuko mmoja. Alafu na hii nyingine 20 mpaka 25 hakuna. Maana yake hapa pana frequency 0. Na hii ya mwisho ambayo wana 19 na yeye yuko mmoja. Kwa hiyo nakuwa nimemalizana na hiyo hapo. Kwa hiyo hizo zinakuwa zimebaki hapa. Maana yake hapa umezigroup zile data zako. Then una save, unaendelea na computation. Asante sana, asante sana. Naomba nifanye kitu kimoja. Okay, ile nyingine tutamalizia. Naomba ni delete clear. Nitazifanya naenda kufanya liability ambayo tulisema ni internal consistent. Tunapofanya data control tuna mambo mawili, liability na validity. Liability ni internal ambayo tunaangalia zile item, na hizi item unazifanya kulingana na variable kulingana na yani item unazifanya kulingana na variable yake. Alafu kwenye external maana yake unazichukua zile variable zote kwa pamoja. Tunafanyaje? Tunakuja hapa screen yangu, una analyze, tunafanya liability na analyze, nakuja kwenye scale. Kwenye scale nakuja reliability analysis na click. Nikiklik zimekuja hapa. Ninapoenda kufanya ile liability, maana yake ninatumia item. Validity na liability unatumia item. Analysis zilizobakia zote unatumia mean. Mean ni kama hivi tulivyo compute hapa chini. Hizi ndio zinaitwa zile mean hapa chini. Lakini liability na validity unatumia item. Kwenye reliability unafanya moja moja kwa variable moja moja. Mfano independent A tuna variable 6. Utachukua huyo mpaka huyo hapa wa 6. Nitaklik hapa. Wameenda wale 6. Kwa hiyo tunaenda kutafuta reliability ya variable ya independent variable A. Kumbuka unatumia item 2. Hapa alpha ubadilishi kitu chochote. Una click okay. Ukiklik okay, kwa reliability ya variable ya kwanza ni hii hapa ambayo ni 0.817 na idadi ya item yake hii hapa. Nikitaka reliability ya independent variable ya pili, ninaenda tena na analyze scale reliability na click. Naondoa waliokuwepo na waweka wapya B1 mpaka B5 hapa. Nina compute, inakuja reliability ya huyo hapa ambaye ni 0.770. Naenda reliability ya independent variable ya 3, naingia hapa. Kumbuka hii ni internal consistent, ile variable moja na item zake zote kama tulivyokuwa tumeonyeshana kwenye ile questionnaire. Nakuja hapa, natoa hizi zote,
nakuja hii hapa mpaka C4 naingiza hapa, tubadilishe chochote na compute, napata hivi. Kitu cha kukumbuka, reliability inatakiwa iwe kuanzia 0.7. Hiyo ni nzuri, 0.78 na kuendelea. Lakini pia kama nilivyosema mwanzo, baadhi ya literature hata 0.6 wanakubali, lakini the best upate 0.7 na kuendelea. Mfano kama hii tumepata 0.763, hii hapa 0.770, hii hapa nyingine tumezifanya ngapi? Mbili. Hii hapa tumepata 0.817. Hizi tunaita internal reliability consistency, zile internal consistency ambao ni reliability. Nazobakia tutafanya zoezi katika validity. Samahani, naomba kuuliza. Ndio. Hapa kwenye nini, labda independent variable A tumechukua kila item A1, A2, A3. Tukichukua ile ya zote ile tulio create independent variable A tukatafuta hiyo reliability. Sijakupata vizuri. Tukichukua zote zipi? Wakati tuna kule juu tuligenerate independent variable A nyingine ambayo kompyuta yako hapo unaweza ukashare. Unfortunately situmii computer, samani. Yani mwanzoni tuli compile zile variable zote, I mean items za A zote, tulitransform tukazicompile zote, tuka create a new variable tukaita independent A. Ndio. Huyo aliyetaka aliyetengeneza B akaita new variable B. Sawa. Sasa swali langu hapa kwenye reliability, naona tulikuwa tunachukua independent A1, A2, yani kila item, kila sub category ya A tulikuwa tunaziweka kwa pamoja. Sawa sawa. Je, nikichukua ile independent A peke yake, ile ambayo tumetransform yote tukaweka, nitakuwa nimekosea? Utakuwa umekosea tena sana. Narudia tena, unapo compute reliability, unapo compute validity, ni lazima utumie item. Nimeeleweka sijui hapo? Analysis zilizobakia zote lazima utumie mean. Kwa kanuni iko hivi. Unapotafuta reliability, unapotafuta validity, unatumia item. Zilizobakia zote unatumia mean. Mean unaipataje? Una transform. Unaenda utransform, una compute variable, unatafuta mean. Nadhani hapo imeeleweka vizuri. Sawa, asante. Haya. Tukimalizia kipengele cha mwisho, analysis, tunakuja hapa dimension reduction. Hii ni kwenye validity. Kwenye validity tunajua tuna KMO, tuna significance, tuna chi-square. Kwa dimension reduction factor. Kwenye factor, kumbuka validity ni external consistency, manake ya scale nzima except demographic. Kwa nita select ya kwanza mpaka item ya mwisho kasoro demographic. Demographic zinaanzia hapa kwenye gender. Nashikilia shift na click hii na zileta huku zote. Nikizileta huku, hapa kuna vitu vya kutiki. Tunaingia hapa kwenye descriptive. Kwenye descriptive hapa unatiki vitu vitatu. Unatiki coefficient, unatiki determinant, unatiki KMO. Unaweka continue. Unakuja tena kwenye extraction. Hapa kwenye extraction, hapa iko hii principal component. Tunabakiza kama palivyo. Ambapo hapa ndo tunapata ile eigenvalue hii hapa, ambayo yenyewe tulisema inakuwaga ni greater than 1. Hapa hapagusi, tunaiacha.
Hapa tuna rotate. Tunapo rotate maana yake tunazipanga, tunaenda kuziarrange vizuri. Tunapo rotate, tuna rotation tofauti tofauti, lakini commonly basically tunatumia Varimax. Hii tunaita orthogonal. Orthogonal kama ukichora box hivi inatoka labda chini kushoto inapanda juu kulia, ndio orthogonal. Kwa hiyo kwenye Varimax tuna continue, then tuna score. Hapa tunaacha kama palivyo. Tuna option. Hapa kwenye option tuna hii hapa ipo, ambapo hapa nitakuja kuelezea kwenye hii kwenye kusuppress hapa nitakuja kuelezea. Ngoja tufanye hiyo ya kwanza afu tuje tuone, kwa sababu kuna kitu tunaita factor loading. Factor loading maana yake zile item za variable fulani zikae eneo lake, ndio kwenye factor loading. Item za independent zikakae kwenye independent, items za dependent zikakae kwenye dependent, hivyo kulingana na variable zake. Kwa hapa nitapaacha kwanza afu then round ya pili tutairun. Naweka hapa okay. Naweka okay. Kwa hiyo inaleta hapa. Kwa hii ndio ile correlation ambayo imetokea hapa. Hii ndio data muhimu ya kwanza, KMO na ile Bartlett test, ambao kwenye KMO ni hapa ya juu ni 0.829. Sasa zile nilionyesha pale kwamba KMO inatakiwa greater than 0.8. Ikiwa greater than 0.8 maana yake hapa ndio unapoweza kwenda kufanya ile factor analysis kule mbele, EFA. Hii maana yake hii iko hapa, then na tuna chi square hii unayoiona hapa ya chini, tuna chi square hii hapa ni difference, lakini pia na hii data zetu inaonyesha kwamba ziko nini, ziko significance. Baadaye kule mwanzo tena tulikuwa tumeongelea vitu kama zile key concept, mfano commonalities. Maana yake hapa kama kuna item unataka kuidelete au kuitoa, mara nyingi kama item inakuwa ni less than 0.3, mfano kama hii hapa, hii ya mwisho ingekuwa ni less than hapa ingekuwa ba 2. Maana kama ukitaka kuidelete hii item unaidelete kwenye hizi commonalities ili uweze kupandisha ile quality ya data. Kumbuka hizi zote reliability na validity ni kwa ajili ya kucontrol quality ya data. Then hapa tunaangalia hizi eigenvalue ambazo ziko hapa. Then tunakuwa na hii hapa component matrix. Hii unaiona iko hapa, na hizi variables zile independent variable 1 5 mpaka 6, zile za B 1 2 3 4 5, zile za C ziko hapa na zote tunaziona ziko hapa. Sasa hapa ukiangalia vizuri kwenye haka kamchoro, maana yake hapa tunatakiwa tupate ile factor loading. Kila factor ambazo ambazo zinajitegemea zikae pamoja. Mfano hapa ukitumia mchoro huu tumezipanga hapa kwenye hii rotated. Mchoro huu hapa na mchoro huu hapa unafanana tu, ila huu tumeurotate diagonal, yani zimekaa vizuri, zimejipanga. Mfano ukiangalia hizi variable zilivyokuwa zimekaa hapa zimejiarrange vizuri. Tutakwenda kucompress pale ili tuone hii inavyokuja kukaa. Na hii ni data nyingine. Sasa data zikiwa hivi, mfano tunapoenda kutafuta factor loading inakuwa hazionekani vizuri hapa. Na factor loading maana yake tunataka tuangalie item zilizokimbilia eneo moja. Mfano tunakuwa na watoto wetu labda wa kindergarten, tumewapeleka shule. We mzazi unapoenda jioni, hata wale watoto wakiwa wamechanganyika, kila mtoto atamfuata mzazi wake atakapokuwa amemuona. Ndio mfano wa factor loading. Kwa kila mtoto ambaye ni wa kwako, kama unao wawili au watatu, wote watakukimbilia wewe ndio baba yao. Kwa hiyo kwenye factor loading hivyo hivyo, zile factor ambazo ni za variable fulani zitakimbilia kwenye ile variable. Sasa hapa kwa sababu minamba iko mingi inatuvuruga hapa, kwa hiyo tunatakiwa suppress, tutoe zile ambazo data ambazo zinakuwa hazieleweki ili paonekane vizuri. Tunarudi tena kwenye analysis, tuna analyze, tunakuja dimension reduction, tunaingia katika factor. Tuingia katika factor, tumeangalia hapa descriptive, hii tumeona iko vizuri, tunaacha kama ilivyo. Hapa tuna extraction, hii na yenyewe tumeacha kama ilivyo. Ile eigenvalue hii hapa tumeiacha. Hapa rotation tumeirotate vizuri, hii haina shida, tunaiacha. Hapa tuna score, hapa tukugusa chochote tumeiacha. Na hapa mwishoni ni option.
Hapa sasa tunatakiwa tu suppress. Unatiki haka. Ukikatiki haka, tu suppress. Kusuppress maana yake tuondoe namba ambazo zitakuwa ziko chini ya hizi namba. Hapa tunaweza tukaseti, hapa pana moja, tunaweza tukaseti ziwe ambazo zitakuwa ziko chini ya 5. Kwa tutafuta 1 na kuiandika 5. Kwa zile elementi zote ukiangalia kama hapa chini, mfano hii hapa ina 0.13 kwenye hii hapa dependent E2 au E1 au kwenye D3 hapa kwenye D2, hizi zote zina 00. Hizi zote zinatakiwa zijifute, hizi ziondoke. Zinazobakia zibakie ambazo zinaanzia 5 mpaka 9 huko juu ndio ambazo tunazitaka. Kwa hiyo nikishabadilisha hapa, mwingine anaweza kaseti 4, mwingine akaseti 3, wewe mwenyewe utakavyokuwa umependa. Then nitaweka hapa continue, alafu na click okay. Nikiklik okay, zile table zangu zinarudi hapa, mchoro wangu ule wa KMO unarudi, chi square na nini, zile taarifa zingine zote zinarudi kama zilivyo. Mimi niko nataka pale chini hapa. Ukiangalia table hii, umeona hii component matrix. Hii table ipo na hazijajipanga vizuri. Lakini tukija hapa tumeziarrange. Unaona hapa zilivyotokea? Zimejipanga vizuri. Zilivyojipanga hapa ziko hivi. Unaona kuanzia independent A mpaka independent A6. Hizi zote hizi zimemkimbilia baba yao independent A. Hao watoto wote kutoka kindergarten wameenda kwa independent A. Hao watoto wote wa kindergarten wameenda kwa independent B. Hao watoto wote wa kindergarten wameenda kwa baba yao huyu hapa C. Na hao wa D hawa hapa na wenyewe wameenda hapa kwa huyu. Na hao hapa wa mwisho hawa na wenyewe wameenda huko. Hii haijaonekana kwa sababu tumesuppress sana pale, tumeweka 5. Ile inawezekana tungeweka 4 hapa ingekuja ingeonekana hapa. Hii ndio tunaita factor loading. Tupo vizuri hapa. Masaa mawili yanakwenda. Nimalizie, tutaandaa tutakuwa tunaendelea tunapopata nafasi kuelekezana kidogo kidogo. Nimalizie tu hapa. Tunapofanya analysis tuna mambo matatu. Jambo la kwanza, Samahani Musa. Naam. Samahani, nilikuwa napenda niulize kwanza hapo kwenye factor loading ni kwa nini tunafanya hiyo na nili factor loading, muhimu wake wa kufanya hivyo? Samahani. Okay. Tumesema hivi hapa katika data management kitu kimoja hapo ni kucontrol data. Katika kucontrol data tuna njia mbili. Njia ya kwanza ni kuripoti liability na njia ya pili ni validity. Katika validity maana yake tuna KMO, tuna zile significance, tuna zile chi square ambazo ziko pale. Lakini pia kuna EFA. Tunapofanya factor loading tunataka tujiridhishe. Je, hizi item katika variable fulani ni kweli zote zipo hapo zinahusika? Kwa sababu kwenye ile variable ikiingia item ambayo haihusiki anakuwa mtoto haramu. Sio, nikisema hivyo naeleweka? Yaani ukiwa na mtoto ambaye sio wako, hapo inakuwa hiyo haiko sawa. Naeleweka vizuri? Kwa factor loading tunataka tuangalie hawa watoto wote ni wa hiyo nyumba. Hizi item zote hizi ni za hiyo variable A. Ndo kazi ya factor loading. Hiyo tu ndo kazi yake. Tujiridhishe ili tutakapoenda kukalkulate ile mean tuwe tuna uhakika, mean ya independent A ina item 6, item zake ni hizi, tukaikalkulate ile mean. Kwa sababu ukienda kukalkulate kule mean baadaye, alafu kukawa na item ambayo haipo katika hiyo variable, maana yake ile quality ya data yetu itapungua, p value itapungua. Siku nyingine tutaongea habari za p value. Ile p value itapungua, ile quality itapungua. Kwa hiyo tunapofanya factor loading tunataka tujiridhishe kila item inaenda katika variable yake husika. Ndio kazi ya hiyo. Then asante, nimekuelewa. Sasa tunapofanya analysis tuna mambo matatu. Nataka nimalizie hii tuichukue hii alafu then tutaona. Mambo matatu. Jambo la kwanza tunakuwa na lazima kwanza tunafanya analysis. Ndio jambo la kwanza katika data analysis, tunafanya analysis kama tulivyofanya hapa. Hizi zote ni analysis. Baada ya kufanya analysis, jambo linalofuatia ni kuinterpret. Yaani hizi maana yake nini? Mfano hapa tulivyosema KMO.
hii KMO iko hapa, sijui chi square iko hapa, hii sijui iko significance. Maana yake nini? Interpretation. Baada ya kujua na kufanya interpretation, kitu cha mwisho tunaenda kuripoti. Huwa tunaripoti vipi? Kwenye paper, kwenye thesis, kwenye hizo academic document zetu huwa tunaripoti vipi? Ndio tunafanya hayo mambo matatu. Kwa hiyo tutakapopata nafasi tena katika kuendelea, tutakuja brush tu kidogo, then tutaingia katika kipengele cha kuinterpret. Tutainterpret hiki nini, ina maana yake, inamaanisha nini, na namna gani tunaripoti kwenye kazi zetu. Then tutaendelea na upande wa pili ambao ni inferential statistics, ambao ni mambo ya t-test, mambo hayo ya correlation, regression, structure equation modeling na vinginevyo. Ni washukuru sana kwa wakati wenu wa kujumuika nami. Pale penye mapungufu mnisamee, nilipochanganya mnirekebishe pia. Mimi binadamu pia nakosea mali. Kwa hiyo kuna mali nimekosea, magrupu yote yako wazi, Tasafi liko wazi, Tanzania Research liko wazi. Comment pale, chat, share. Wako hapa madokta wamemaliza, maprofesa na kila kitu. Kwa hiyo kesho kama nikipata nafasi tutaingia upande wa qualitative, kuanalyze data kwa kutumia in vivo. Kwa hiyo nikipata nafasi tu mtaona tangazo nimeshare hapo. Kwa hiyo tunaweza tukafanya data analysis kwenye qualitative kwa kutumia in vivo. Kwa hiyo na tujipange, kompyuta zetu ziwe ziko vizuri. Sijajua kama mna in vivo, ni vizuri ukinunua, lakini kama hauna nitajaribu kushare ambayo ninayo, ambazo ni za free. Nitashare hapo kwenye magrupu yetu hapo. Install, iweke kabisa vizuri hapo ili kesho tukipata nafasi tuendelee na hilo darasa. Asante sana. Kwako moderator. Asante sana Musa, naona makofi ni mengi na comment ni shukrani sana kwa darasa lako zuri siku hii ya leo. Naona hapa watu wengi including mimi hatutamani kuondoka, ila shukrani sana. Nadhani tutatoa matangazo kadri nafasi inapopatikana na kadri Mungu atakavyotuwezesha. Asanteni sana kwa kushiriki kwenye darasa hili. Panapo majaliwa tutapata recording ya darasa hili ili muweze kufollow, and then pia kwa wale ambao mmekosa SPSS program tunaweza tukaanza kuitafuta kwenye groups kule. Asanteni sana. Samahani, kabla hamjafunga kabisa, nilikuwa naomba labda Musa hapo atuelekeze, kwa sababu tukitaka kuna hii SPSS alituma kupitia linki. Sasa pengine tunaweza tukakosea kwenye kuinstall ikaleta shida mbeleni. Kuna faili iliko hapo ndani unalifuatisha, tufungua iko hadi faili ifungue tu afu ifuatilie tu. Kwa mfano hapo nimeingia kwenye license. Soma hilo. Naam. Kwa mfano kwenye license hapa sielewi na accept au na kataa. Kwenye license weka tu ile trial, afu utafika mwisho utachukua cracked, afu utaipaste kule. Fungua word file utaona maelekezo yako pale. Okay, sawa. Asante. Kama utakwama uliza kule kwenye grupu. Sawa, asante sana. Sawa, karibu. Kuna mwingine alikuwa na swali, comment? Mimi nina wazo kidogo. Kwa vile hizi ni mambo ya practical na hizi, au nadhani tungekuwa na swali fulani hivi ambalo ile swali linatuongoza kwenye kuliendea jawabu. Nimekupata. Kupitia hizo Ngoja nitajitahidi niandae afu nitashare kwenye group. Yes. Nitashare. Itakuwa ni vizuri nadhani. Tunaenda kujibu swali fulani, ni hatua yake ni hivi mpaka tunafikia. Sawa. Hiyo na yenyewe niliweka mahali, tukikaribia mwishoni nitaka ndo ni wape na maswali mfanye. Lakini hapo sasa hivi unachotokea ukifanya, angalia namna ya kupata missing value au hizo outliers, lakini baada ya hapo angalia namna gani unaweza kuondoa missing value. By default sasa hivi basic inakuwa iko hivyo, lakini baadaye kunakuwa na more analysis za ambazo ziko deep zaidi. Hizo ndo zenyewe tutakuja tukipata fursa tutashare, au kama ndugu zetu wengine wapo ambao wako deep zaidi pia na wenyewe watashare pia. Naomba kuuliza kidogo. Naomba kuuliza.
Karibu. Inawezekana katika thesis au katika document hiyo, mfano kutumia hizi application mbili kwa pamoja, mfano kama hii SPSS au ile wanaita Smart PLS au nyinginezo zote, au mtu anaruhusiwa kutumia moja tu katika kuanalyze data? Yoyote ile ambayo una uwezo wa kuitumia. Mfano pale tulisema zile data tools ziko nyingi, mfano SPSS, tukasema kuna R, tukasema kuna Excel, tukasema kuna Stata. Yoyote ambayo wewe unaona unaimaster, unaifanyia kazi, na ndio maana kama umefuatilia kwenye magrupu hasa kule upande wa Traffic tulikuwa tumeonyesha kwamba mtu yoyote ambaye anaweza kufundisha R basi ajitolee atuelekeze ile basic tu kidogo, kama tunafanya tu vile zile basic. Baada ya kumaliza basic zeni zile deep analysis tunaweza tukawa tunajiongeza wenyewe, lakini pia kama tukipata mtu anafanya koni tu yoyote ambayo wewe unahisi itakuwa iko vizuri. Sasa uwezo ukazitumia zote kwa pamoja. Yeah. Na kwenye methodology utaandika umetumia tool gani. Na utasema sikutaka kuelezea hapa manake tumeskip tu. Basi nadhani labda session labda kama Jumamosi ijayo kama tukipata nafasi tunaweza tukaonyesha kwenye methodology ipoje pale tunavyoenda kuipresent, tutaona inavyokuwa inaonekana. Juscas, nimeona mkono. Sorry kidogo, na mimi nataka niulize hapo, kiongozi nani Awadhi katuelekeza ile data zilikuwa zishawekwa katika coding tayari, kashazipa majina, lakini huenda kuna wengine hawajui namna ya kuzikodi. Nadhani ni vizuri kama tungejua namna ya kuzikodi na kuziweka. Mfano sasa mimi nataka kuuliza ni kuna hizi data ambazo huwa za real experimental, maana hapa tumeona za questionnaire ndo unaweza kuzikodi kule. Je, hizi za real experimental, mfano nimefanya experiment ya kutafuta mambo ya fertilizer, mambo ya leaf area, mambo ya plant stem, hizi pia naweza kuzikodi kama vile katika SPSS, ama labda kuna njia nyingine labda kwa mtu ambaye ana experience juu ya kuanalyze hizi data, naweza nikazikodi wapi, katika program gani? Kama ni hii basi nitaomba ambaye ana uzoefu anisaidie ili niweze kujua hivyo, maana hii naona imebezi kwenye questionnaire zaidi, au labda sijajua namna ya kuziingiza hizi za real experiment. Hizi zote una uwezo wa kuzifanya hizo, hata hizo ulizozifanya, kwa sababu SPSS inatumika kwenye mambo ya kilimo, inatumika sijui kwenye mambo tofauti tofauti. Kwa hiyo ni wewe tu namna gani utakuwa umeziprepare data zako. Nadhani tutajaribu kuangalia tukipata session utashare hapo, alafu tutaona tuelekezana vipi, kwa sababu kwenye SPSS kinachohitajika ni zile numerical data, namba. Yani kama data zako zipo kwenye namba una uwezo wa kuperform au kama una perform na yes continue. Yeah. Kwa hiyo kama una uwezo wa kuperform au una uwezo unataka labda kutumia R ambayo iko more advanced na ni nzuri sana na inaonyesha vitu vingi kama mambo ya skewness na mambo mengine kwa picture yake mengi pia unaweza ukaona vizuri. Hizo zote zinakuwa zinatumika, lakini SPSS ni traditional, lakini ukiweza kujifunza ile nyingine kama R ni vizuri zaidi, lakini pia I believe kwamba tuna uwezo wa kutumia. Kikubwa kama nilivyosema mwanzo, unachotaka kuanalyze kina connect vipi huku nyuma, yani nini unataka kukifanya au unataka kuanalyze kitu gani. Kwa lazima ujue unataka kuanalyze nini. Mfano kama unataka kujua tu labda idadi ya wanafunzi au idadi ya mazao yaliyokuwepo shambani, huwezi ukafanya correlation, utafanya descriptive inafanyika kwenye SPSS utaifanya, si unanielewa. Kwa hiyo unataka kufanya analysis ya aina gani kulingana na swali ulilonalo au objective unaotaka kuifanya. Kwa hiyo kulingana na hivyo maana yake tuna uwezo wa kuperform. Kwa hiyo hamna shida, tutakapofanya round nyingine tutaona data zipoje na tutasaidiana, au kama katikati ya wiki kitokea tuna fursa basi unaweza tukatengeneza linki then tukaendelea kushare maarifa. Asante sana. Prosper. Okay, asante. Mimi na swali fupi japokuwa lishaulizwa tangu mwanzo. Kuna njia mbili za kusanya data, electronically na manually. Sasa kwa mfano kama umecollect data kwa watoto wanafunzi, hawezi kufanya
hauwezi ukakusanya electronically. Kuna njia Ukikusanya yote ya data kwa kuweza watoto yaani questionnaire yako wanafunzi, imejazwa kwa mkono, umenielewa? Wanafunzi ndio hawawezi wanafunzi kujaza wa level gani? Kwa electronically, sababu kuna wanafunzi ambao wanaweza kujaza. tuwashumu wa shule ya msingi au wa sekondari. Sawa. Yaani tuwashumu tu kwamba una data ambazo ni hard copy, manually zimejazwa. Sawa. Yes. Kuna namna yote ya kusimplify au lazima uingize kwa mkono? Lazima uingize moja baada ya nyingine? Mimi uzuri nimefurahi umesema manyo. Manyo hapo ni kuteseka tu, hamna namna. Unafanyaje? Sidhani kama kuna njia nyingine, lakini njia yani manyo ndio unaingiza kwa mkono. Kwa mkono kwenye Most of the Excel. time. Na hapo ndio shughuli inapokuwepo, na hizo missing data ndo zinapotokea. Yani na zikiwa nyingi hapo sasa ndo hizo deep zile analysis ambazo natakiwa uzifanye tofauti na hizi ambazo ziko by default. Hapo ndo unapokuja kimbembe. Kwa hiyo ndo maana tuna encourage zaidi kufanya zile za online system ambazo ni kwenye system moja kwa moja. Lakini hapo kwa jibu lako ni manyo. Unaweza ukatumia Excel, unaweza ukafungua SPSS ukazijaza moja kwa moja, lakini lazima ucross check tena kama hivyo, ukarani hizo analysis kuangalia, je, hamna data iliyo miss. Kama imemiss, maana yake ile pepa uliokuwa umeingiza pale lazima uiangalie, kwa sababu kila pepa moja ndio participant mmoja, ndio ile row moja. Yani ile row unayoiona kutoka kushoto kwenda kulia ndio participant mmoja. Kwa hiyo kama kuna mahali imemiss, maana yake inabidi uitafute pepa ile ya yule participant, ukatafute kwenye ile item ambayo imemiss, ndio uijaze tena. Lakini inatocha kama ni wanafunzi ni wengi sana. Okay, cha mwisho hapo. Ndio cha mwisho of course ni kama suggestion tu, tutafute siku moja tu. Leo nadhani tumebezi kwenye descriptive, tupate siku moja kwa ajili ya inferential. Sasa tuweze kupita kidogo kwenye inferential statistics. Ndio maana tulisema tutakuwa tunaendelea na hizi series kwa sababu hii ina mavitu mengi. Kwa hiyo tutakuwa tunagusa hivyo kidogo, tunachosahau tunakumbushana, hivyo tunagusa, tunaenda mpaka mwisho. Kwa hiyo tutaangalia next week kama tukiwa tuna nafasi, maana yake tuta interpret na kureport, afu then tunaingia kwenye inferential statistics, ambapo mambo ya correlation, t-test, ANOVA tunafanya zile kidogo tu, angalau viwili au vitatu, watu wanafanya na mazoezi hivyo, tunaenda. Na ndio maana tuna hizi data ambazo